Leo mwanao alifika Angel. Amesema ndoa yake imemshinda. Unasema ndoa yake imemshinda? Kivipi? Angel tabia yake imebadilika. Tena imebadilika sana. Kwa sababu mume wake alipokuja kwangu alileta taarifa kwamba Angel ametoroka nyumbani na hakujua kule alikolala. Hii tabia huyu mtoto atakuwa ameshabadilika. Sasa tabia yake ile mimi sije nikamuona. Siwezi nikakubali kwamba Angel avunje mji hivi. Alikwambia nini huyu mtoto mama? Hata mimi pia mwanangu mtoto amenichanganya hizi siku 2-3. Haeleweki kabisa. Tabia ya huyu mtoto inaenda tofauti na maadili ya kwenye huu mji. Maana mimi babake sikumlea katika mazingira yale. Ndio hivyo mume wangu. Hata mimi alipofika amenikuta na chambua mchicha. Nikamwambia endelee kuvumilia tu kama mimi niliyoyapitia kwako. Anakataa kwamba mimi nazidi kula mboga mbaya tu ambazo hazieleweki. Nikamwambia hapana mwanangu, sio hivyo. Moyo wangu niliudanganya, nilipewa mahaba ya kila aina. Samahani shemeji, tuongee kidogo shemeji. Tuongee nini mimi na wewe? Samahani, nilikuwa nahitaji mazungumzo kidogo na shemeji kama utojali. Ila ulikokuwa unajua ninavyokuchukia wewe. Sio ulikokuwa unaniambia hayo matobora yako kwanza. Hata kama shemeji, nakuomba basi tuongee kidogo, tukae tuongee, tuajenge. Na mimi najua unanichukia kiasi gani, lakini naomba na mimi sijapenda kwa hali hii. Hapo. Acha nijitahidi kusikiliza hata dakika 3 zitakutosha. Halafu usiniambie ujinga wako wewe. Niambie sasa mimi. Shemeji, nimekuita mimi niseme tu kwamba yani toka nije hapa hujafurahia hata siku moja. Bado kabisa. Hujafurahia toka nilete rafiki yangu hapa kwako. Kosa ni nini shemeji haswa? Unafika sehemu unanichukia mimi. Nafikiria hata kama anakubali kukaa hapa, utaishi, utakula nini? Maisha yenyewe mabovu nayaona. Mwenyewe mwenzio unamuona hana kazi yoyote. Kazi yake ni kushinda huko center anazuvula ila kusema kwamba atafutela alete. Hizo akili hana. Sawa shemeji, mimi nimeshakuelewa. Lakini nilikuwa naomba angalau hata kama unipendi kiasi hicho, nipatie angalau mwezi mmoja tu. Unavyoniona hivi, sijapenda haya maisha, lakini kilichonitokea mimi ni kikubwa sana na sio kawaida kwa binadamu. Patie muda kidogo angalau nione harakati zangu, niweke mambo yangu sawa shemeji. Mimi nitatoka hapa kwako. Nilikuwa naomba lakini shemeji. Kwa umeshapeseka. Yaani bado ndo naanza. Yaani ngoma ndo inaanza kuiva. Yaani hawa wewe, hawa rafiki yako, yaani mtajua tu wenyewe na upumbavu wako. Unajua wewe na mwanzia akili ni kitu hiki. Haya nyote akili zenu nyote ni maboya tu. Yaani humu ndani yaani nimeshaona kama vile maboya. Maboya tu, yaani hamna lolote humu ndani. Mama anakuambia kwamba yaani bado ndo, yaani sasa hivi ndo mmeanza matimbwili. Kwa kuwa sikupendi, alafu na mwenzio nimeshaanza kumchukia sasa. Kuna cha maajabu. Ya mpaka na mwenzio humu ndani akiingia humu ndani naona kama vile yaani ameleta kero humu ndani. Alafu nikuangalia na wewe pembeni yake. Ndio namaliza mudi. Basi
naomba angalau ingawa hata mwezi mmoja tu mimi niangalie ramani. Hapa nilipo mimi sawa na vile mtoto yatima, nateseka, sina ramani, sina pa kwenda, hapa sina ndugu. We Tatu, toka mbele yangu, kwani usikii au? Nakomba, niko chini ya mji wako, nakomba. Ukiendelea kunichosha bure. Mimi uko umeniita hapa na hisi umenitia kitu cha maana, kumbe umenitia ubwege tu. Sihitaji mazoea. Shemeji, sijunipendi. Hey, shemeji, shemeji, bora wanitesa, akiondoka kaka, eti mbona wanitesa, mateso mengi shemeji, hayana taidadi, unayonitesa shemu, basi Mungu akusamehe. Ujue binadamu sote duniani tunapita, wema ni jambo la kawaida shemu, hata unayofanya basi naomba nisamehe, kama nafanya makosa kwako, mateso nipunguzie, angalau nipate tabasamu. Wewe shemeji, 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 tafadhali naomba nipunguzie mzigo wa mateso jamaa. Shemeji, ninakaa kwa tabu, shemeji, ninakaa kwa shida, jambo ninaosha kwa tabu, mabanzi kichwani hayaniishi, mpaka kichwa mwisho wa siku na kihisi kinauma. Shemeji. Manika, rafiki yangu. Naam kaka. Kwanza vipi, naendeleaje hali yako? Mimi hali yangu sasa hivi kwa kweli naendelea vizuri. Natoka hapo najisikia niko fresh. Pombe ni mbaya sana, japo wakati mwingine unakuta binadamu ana stress kwamba ukatumia pombe. Wengi wao wanatumia pombe mpaka wanazidisha. Kama wewe utumii pombe kwa kubalance, unakunywa pombe kujikomesha. Sawa sawa kabisa kaka, mimi nimekuelewa. Ila niseme tu kwamba mimi pombe si kawaida yangu. Kuna kitu ambacho kimesababisha mpaka nikawa mlevi. Kuna changamoto nyingi kaka ambazo nimepitia. Mimi nilipitia maisha magumu sana. Ni hali ya kwamba yote aliyesababisha ni mke wangu. Tulitoka kwenye mazingira magumu, hatimaye Mungu katubariki tukapata mali. Lakini sasa alichokuja kunifanyia, sitaki niasimulie kabisa ambayo alionifanyia mwanamke. Nilikuwa najitahidi sana kuformati kichwa changu angalau kikae sawa kutumia pombe. Ila saizi kaka, na kuahidi sitoitumia tena pombe. Haya Manika, unayoongea yote yako ndani ya moyo wako, ila mimi cha kushauri tu uache kunywa pombe, uache kutumia pombe, kilevi chochote kile. Je, ile siku nisingekuwa mimi ungefanyaje? Haitoshi tena, ile siku ile nikuta hapo umeanguka tena, hujitambui. Haya, haina shida, ila pole sana kwa haya yote aliyokukuta. Ila sasa narudia kukazia pale pale,
uache pombe. Usitumie tena pombe kwa sababu eti unamkomesha sijui nani. Umkomeshe mwanamke, unajikomesha wewe mwenyewe. Haya yote tumeyazungumza, yameisha. Kaka, ni shida. Haya, wenzetu. Haya. Wewe simu kitu gani unaweza kumiliki tambo kama ile asema miroa ase? Asema mavunga hata kunipigia kelele asema kama ndurere kwa mganga mama. Wewe vunga basi. Mtambo asimu kama unamlikia je mama mama ase. Sasa kwambia bwana nitakuja nikufanye kitu mbaya nitakuja nikufanye maneno hasa. Simu kitu gani unaweza kumiliki tambo kama ile wewe unafaa kutumia vibata kama hivi mamiroa. Alafu na hii bata hata yenyewe siwezi nikakugea. Eti simu yako. Alafu nikwambie kitu. Chukuria simple, nchukuria ya dede mtu wangu wa nguvu. Nikwambie kitu, nchukuria poa mama nsije nikakufanya sadaka yani nzi hapa kajazana mama. Si mama iwezo kamiliki tambo asema milo, vipi mama unaweza kamiliki mdifonga, unaweza kamiliki tambo asema mama. Mbona hivyo kakaangu, naomba simu yangu. Wewe nikupe difonga, nikupe simu. Labda kama simu hizi tena nikakununulia, lakini sio wewe mimi zao kakako unajua kakako. Kakako umemwakta maomu huko mama. Unakuja kuletea pigo zako za kiaki hapa. Kaka naomba simu yangu. Kaza wewe mtoto wa kike hata kuota wote nunua ringine vipi mama Rama? Mbona unakuwa wewe ni mtu msumbufu? Wewe ni achani ndugu yako wewe. Tambo la milioni 200,000 mama nikuachie. Wewe ni mtu kwanza hapa Arusha sio hapo umetoka vipi wapi ndio makati hapa sio wenyewe ndio ni watu wakuja. Wewe mama vunga nikwambie kitu mama sije nikakuacha mabanzi mama kama nakupiga wewe nikupeje simu wewe. Sasa nishakwambia mama Rama wewe vipi hapo nichukulie simple nichukulie sindano mama Rama hapo sio niletee mawenge hapa.